nchi, na kila ulimi unakiri kuwa Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa nini Mungu alimuinua hivyo? Alimuinua kwa sababu Kristo alijinyenyekeza. Inasema mwanzo Kristo alikuwa yuko na namna ya Mungu, lakini alijinyenyekeza akavaa mwili wa mwanadamu, akawa mtumishi. Baada ya kuwa mtumishi sasa, Mungu akamwadhimisha, akamuinua. Alipomuinua sasa, akampatia jina linalopita majina yote. Jina la Yesu kilitaja ni hapa tu hapa duniani, lakini jina la Kristo likitajwa katika ulimwengu wa roho, kila kiumbe, kila roho inaelewa kwamba huyu mtu ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu Sulemani alibarikiwa kwa sababu aliomba vitendea kazi vya kuwa mtumishi, watumikie watu, hakuiangalia nafsi yake. Somo langu leo linaitwa baraka za Mungu. Baraka za Mungu. Uangalie ni mambo gani ambayo unastahili ufanye, unatakiwa uombeje ili Mungu akubariki. Lakini kama utakuwa unajiangalia wewe mwenyewe, hicho kinaitwa ni kiburi. Ukiangalia kilichomwangusha shetani kwa mara ya kwanza, ukisoma Ezekiel 28:15, Biblia inasema ulikuwa mkamilifu tangu siku za kuumbwa kwako mpaka pale maovu yalipopatikana ndani yako. Ezekiel 28:15. Isaya 14:12 inasema hivi, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, wewe uliyeudanganya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu uliwaza ndani ya moyo wako, nitapanda kwenda mbinguni, nitakiinua kiti changu juu ya nyota zote za Mungu. Shetani anawaza ndani ya moyo wake kwamba atakiinua kiti chake juu ya nyota zote za Mungu. Kilichomkuta sasa, Biblia inasema hivi, sasa umeshushwa mpaka kuzimu. Umeshushwa kabisa katika pande zote za shimo. Isaya 14:12. Hayo ndio aliyomkuta shetani baada ya kuwa yeye anajiinua. Na maandiko yanasema aliwaza, sio kwamba nitenda, aliwaza kwanza. Mungu akasema mawazo ya namna hii hapo mbinguni hayatakiwi, shuka kuzimu. Kwa sababu kabla mtu hajatenda dhambi, si huwa anawaza kwanza. Biblia inasema jinsi awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kabla hujatenda jambo unaanza kwanza kuwaza, niende niipe, niende nifanyeje. Unawaza kwanza ndani ya moyo wako. Alafu kisha waza ndio inakuwa jambo. Na ndio maana Biblia inazungumza katika Isaya 55:6. Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya aache njia zake, naye asiye haki aache mawazo yake. Kwa hiyo wewe unaweza kusema kwamba hauna haki kwa sababu ya mawazo. Unachokiwaza kinasababisha wewe usiwe na haki. Mawazo kwanza, dhambi inaanzia kwenye mawazo. Kwa hiyo huyu ibilisi aliwaza kwanza kwamba kule anakokaa Mungu ni mbali. Nataka nijiinue niende mbinguni. Nataka niinue kiti changu juu ya nyota zote za Mungu. Nataka nipae juu ya vitu vyote vya mawingu. Nataka nifanane na yeye aliye juu. Lakini Mungu akasema nitakushusha mpaka kuzimu, mpaka pande zote za shimo. Na wote watakao kuona watasema, wewe ndio shetani." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili upate hizi baraka za Mungu, lazima katika hatua ya uombaji wako ujue unaombaje. Mtu mmoja anaomba kwamba Mungu nibariki gari nibebe wanawake. Huwezi kupata gari. Upate mademu, gari upate, nasema wewe. Wewe sema nipe gari na watu kwenye ibada. Ukinipa gari Mungu hapo wasichana watakoma, upati. Kama unamtegemea Mungu hapo upate kitu. Sasa kama nilivyokuambia, somo letu ni baraka za Mungu. Nimekuonesha habari ya Daudi na Sulemani ili utambue Sulemani alibarikiwaje. Sulemani alibarikiwa kwa sababu maombi yake aliomba vitendea kazi kwa ajili ya kuwatumikia watu, sio kujinufaisha yeye mwenyewe. Wewe unaomba kwamba Mungu nisaidie msauzi, watu waone kwamba na mimi nimo, hamna kitu. Hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Channel za kupata baraka za Mungu ama vyanzo vya kupata baraka za Mungu. Andika namba 1 kwamba Mungu mwenyewe ndio chanzo cha baraka zote. Mungu mwenyewe ndio chanzo cha baraka zote. Baraka zote unazoziona Mungu ndio chanzo. Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Mungu ndio chanzo cha baraka. Yakobo sura ya 1 mstari wa 17, Biblia inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu, kutoka kwa Baba wa mianga, ambaye ndani yake hamna kubadilika wala hakuna kivuli cha kugeuka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 1:17, Mungu ndio chanzo cha baraka zote
unazoziona. Kila kitolewacho kilicho chema na kila kutoa kuliko kamili kutoka juu kwa Baba wa mianga, ambaye ndani yake hamna kubadilika wala hakuna kivuli cha kugeuka. Ni Mungu ndo chanzo cha baraka zote. Sasa kama unamtegemea Mungu akubariki, kuna mambo ambayo unatakiwa ufanye. Kuna mambo ambayo unatakiwa, maana Mungu sio mganga wa kienyeji kama utapeleka kuku. Hata kule wana masharti. Wanakwambia leta kondoo, leta mbuzi. Na hata kwa Mungu ili akubariki kuna masharti unatakiwa ufuate. Masharti yake yako simple sana. Jambo la kwanza, ili Mungu akubariki lazima uwe mtiifu na mwaminifu kwenye sheria yake ama neno lake. Unaangalia neno la Mungu linasemaje, kisha unakuwa mwaminifu au unakuwa mtiifu. Isaya 1, unakuwa mtiifu na unakuwa mwaminifu. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Anasema mkiwa tayari na kutii mtakula mema ya nchi. Yaani ukiwa tayari na kutii utakula mema ya nchi, utiifu na unyenyekevu. Utasoma Kumbukumbu la Torati 28 yote. Hayo ndio mambo ambayo Mungu alimwambia wana wa Israeli. Mkifanya hiki mtafanya hiki na mwisho wa siku mtakuwa kichwa na si mkia. Watu wengine wanakopi kaandika kwamba mimi ni kichwa sio mkia. Sawa, lakini kuna mambo yanaanzia mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Anasema fanya hivi, ukitii sheria yangu, wewe sasa mwisho wa siku utakuwa kichwa na si mkia. Sio unakata kipande tu, hapana. Kuna mambo ya kufanya ili uwe kichwa na sio mkia. Jambo la kwanza nilikwambia ni utiifu na uaminifu ili Mungu awe chanzo cha baraka zako. Utaangalia habari ya Ibrahimu, habari ya Nuhu. Mungu alimfuata Ibrahimu akamwambia, toka wewe katika nyumba ya baba yako na nyumba ya wazazi wako, uje katika nchi nitakayokupatia, nitakubariki na nitakufanya uwe mkubwa. Jamaa akatii. Kwa utiifu ulimfanya Ibrahimu abarikiwe. Mungu akamtokea Nuhu akamwambia, Nuhu, jenga safina, maana siku zijazo nitaharibu nchi kwa gharika. Nuhu akatii, akaokoka yeye na wanaye. Bwana Yesu asifiwe. Utiifu na uaminifu ni jambo linalokufanya Mungu akubariki. Unatii sheria yake. Malaki 3:10 inasemaje? Unatii, umekuwa mtiifu na mwaminifu, Mungu anakuwa chanzo cha baraka zako. Kwa habari ya kumtegemea Mungu kuwa chanzo cha baraka zako, lazima uwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishakuwa na utiifu, ukishakuwa mwaminifu, lazima uwe nini? Na imani. Waebrania 11, andika hapo. Lazima uwe na imani. Waebrania 11 sura ya 1 na ya 2. Biblia inasema hivi, basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hayo wazee wetu walishuhudiwa. Wale wazee wetu wanazungumziwa, wakina Abeli, wakina Nuhu, wakina Baraki, walishuhudiwa kwamba walikuwa na imani. Kwa imani inayozungumzwa hapa ni imani ya matendo. Unaposikia habari ya mtu kushuhudiwa ni kwamba kuna matendo wameyafanya. Kwa Kiingereza hapo wanasema kwamba by such kind of faith our elders obtained a good report. Good report maana yake nini? Huyu hapa ni mwalimu. Kumwandikia mwanafunzi good report, unaangalia matendo yake. Alikuwa na wali, alikuwa yukoje, alikuwa anafanyaje. Kama alikuwa anapiga walimu, hiyo inaitwa bad report. Good report kwa hiyo ni matendo ya mtu anayofanya. Kwa imani, maana kwa hayo wazee wetu walishuhudiwa. Waebrania 11 mstari wa 2. Maana kwa hayo maana ni matendo. Wazee wetu walifanyaje? Walishuhudiwa. Kwa imani iliyozungumziwa hapo ni imani ya matendo, sio imani ya kusikia na kukaa. Mungu anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiyo akupae nguvu za kupata utajiri. Unamkumbukaje? Bwana mmoja ametuletea madhabahu hapa. Lazima aseme Mungu, nimekuletea, nimekukumbuka. Kwa maana wewe ndio umenipa nguvu za kupata mali. Nimepata kiasi nilichonacho nikanunua madhabahu. Fanya zaidi, nijenge kanisa la Msauzi. Anafanya. Na hayo maombi anaomba kwa sababu ni kwa ajili ya kuwanufaisha watu, si kwa ajili yake yeye mwenyewe. Utakumbuka Yakobo 4:3 inasema mnaomba na hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Mnaomba kwa ajili ya tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna utiifu, kuna uaminifu na pia kuna imani. Lazima uwe na imani. Jambo lingine, lazima uwe na ukarimu. Ili Mungu afanyike kuwa baraka kwako, lazima uwe na kitu kinaitwa ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini maana neno ukarimu? Ukarimu una pande mbili. Ukarimu una pande za kutoa na pande ya kupokea.
Unaposikia neno ukarimu, maana ni kutoa na kupokea. Ukisoma katika Luka 6:38, Biblia inasema kitu kimoja cha ajabu sana. Inasema wapeni vitu nanyi mtapewa. Wapeni vitu nanyi mtapewa. Nimekwambia ukarimu ni kupokea na kutoa. Wapeni vitu nanyi mtapewa. Kipimo kilichojaa, kilichosukwa na kushindiliwa hata kumwagikia, ndivyo watu watakavyowapa ninyi kifuani mwenu. Kwa maana kile kipimo utumiacho wewe ndicho kipimo utakachopewa. Luka 6:38. Wapeni watu vitu. Kwa huo ni ukarimu. Lazima uwe na ukarimu kwa habari ya Luka 6:38. Unakuwa mkarimu na Mungu anafanyika kuwa baraka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia Waebrania 13 mstari wa 2, Biblia inasema msisahau kupokea wageni. Msisahau kupokea wageni. Kwa njia hiyo wengine wanawakaribisha malaika wao bila kujua. Wakina nani? Siku moja Ibrahimu alikuwa amekaa nyumbani kwenye mlango wake. Hiyo ni Mwanzo nafikiri 18. Alikuwa amekaa nyumbani kwake. Akaona wazee watatu wanapita barabarani. Akasema, kwa sababu alikuwa ni mtu wa rohoni, akasema hawa watu sio wa kawaida. Biblia inasema akakimbia akawasujudia. Akasema, jamani, karibuni ndani muoshe miguu mle. Wakakubali. Walipoenda nyumbani wakamaliza kula. Baada ya kuwa wamekula wakamtamkia neno, wakasema, Bwana, muda kama huu mwakani mke wako atakuwa na mtoto. Sasa Sara yuko ndani kule, akasema, wameshiba tu hao. Mimi ni mzee, napataje mtoto? Kwa umri kama huu. Wameshiba tu hao waende. Lakini alisadiki. Baadaye muda kama huo mwaka uliofuata akawa na mtoto ambaye ni Isaka. Amina. Baada ya kupokea nini? Wageni. Lazima uwe mkarimu. Ukiwa mkarimu, mtoaji na mpokeaji, utabarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, ukimfanya Mungu kuwa chanzo cha baraka zako, lazima utafute uso wake, ama umtafute Mungu au umtumikie. Zaburi 34 mstari ule wa 10, Biblia inasema mwana simba hutindikiwa na kuona njaa, lakini yeye amtafutaye Bwana hatapungukiwa na jambo jema. Zaburi 34 mstari wa 10. Amtafutaye Bwana hatatindikiwa. Mbaya. Mwana simba huona njaa, anatindikiwa lakini pia huona njaa. Huyo ni mwana simba. Bali yeye amtafutaye Bwana hatapungukiwa na jambo lolote. Kwa habari ya Mungu, ili afanyike kuwa baraka, lazima utafute uso wake. Ninakwambia, namba 1, lazima uwe mtiifu, mwaminifu. Namba 2, lazima uwe na imani, lazima uwe mkarimu, lakini pia lazima utafute uso wake. Jambo lingine ambalo linamfanya Mungu akubariki. Mungu ndio chanzo cha baraka zote. Lakini ili akubariki, umeshamaliza kuwa mtiifu, umemaliza kuwa mwaminifu, umemaliza kuwa na imani na utafuta uso wake. Jambo lingine ambalo nataka nikuonesha hapo, ambalo Bwana lazima afanyike kuwa baraka kwako. Lakini kabla sijafika huko, nataka nikukumbushe. Kuna mtu mmoja anataka kusema kwamba mimi hapa nilipo, haya yote aliyotaja mhubiri wa leo mimi nayafanya. Mimi ni mtiifu, mimi ni mkarimu, lakini pia mimi ni mtu ambaye natafuta uso wa Bwana. Kila siku nipo kanisani. Kuna jambo moja kama sio mawili utakuwa umelikosa. Jambo la kwanza utakuwa ulijue. Katika kitabu cha Waefeso 3:20, Biblia inasema atukuzwe yeye, nani? Mungu, ambaye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yale tuyawazayo au tuyatamanio, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yake. Kwa hiyo Mungu anakubariki wewe kulingana na nguvu inayotenda kazi ndani yako. Baraka ulizonazo, nataka nikwambie kwamba ni nguvu iliyomo ndani yako. Kwa maana gani? Ni kwamba Mungu hawezi kukupa baraka inayozidi nguvu ulionayo ndani ya mwili wako, kwa maana itakuumiza. Anakupatia baraka sawa sawa na maarifa yako. Elifazi Mtemani katika Ayubu ya 22:21 anasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, hapo ndipo mema yatakujilia. Kwa unamjua kwanza Mungu, unakuwa na amani, kisha mema yanafuata. Isaya 37:31 inasema, na mabaki yatakayookoka, yatakayosalia katika nyumba ya Yuda, yatamea mizizi chini na kuchipua matunda juu. Kwa unamea kwanza mizizi katika neno la Bwana. Unalijua neno la Bwana, unajisimika zaidi, kisha unazaa matunda juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaongeza maarifa katika Mungu ili akupeleke viwango vingine. Nataka nikwambie jambo moja, mchungaji. Wayahudi katika kile kitabu cha Esther, ile vita waliishinda. Nilipojaribu kusoma, walishinda kwa sababu walijua wako upande gani.
Kwa nini? Kwa sababu yule anaitwa Hemani alivyopandishwa cheo na mfalme Ahasuero akasema hivi, watu wote wanisujudie. Lakini kuna bwana mmoja aitwaye Mordekai alikataa. Kwa nini alikataa? Alijua kwamba wao Wayahudi katika mila zao na desturi hawataki kumpigia magoti mtu. Akajua hilo kwamba sisi ni kinyume cha sheria, hatupigii watu magoti. Huyu bwana pia kumpoteza. Kwa hiyo jambo alilijua. Maarifa aliyokuwa nayo Mordekai ndio aliyowaokoa Wayahudi, kwa sababu walijua kwamba sisi katika mila zetu hatutakiwi kumsujudia mtu. Japokuwa Esther alitoa tangazo na shauri wote wakafunga, lakini Mungu mwenyewe aliangalia kwamba hawa watu wamesimama kwenye sheria, wanajua. Ukisoma Esther 8:16 inasema kwamba Wayahudi walikuwa na nuru, walikuwa na shangwe, walikuwa na furaha, lakini pia walikuwa na heshima. Kwa nini? Kwa sababu walijua wako upande gani. Ukiangalia Shadraka, Meshaki na Abednego, ilipotokea amri ya kwamba wao wanatakiwa wasujudie lile sanamu, walikataa kwa sababu walijua wao kama Wayahudi sheria yao hairuhusu kumsujudia mtu, wanamsujudia Mungu na Mungu akawasaidia. Una kitu kama hicho. Danieli sura ile ya 8 Biblia inasema katika mwaka wa Dario, mwaka wa kwanza wa Dario, mimi Danieli nalijua kwa kuvisoma vitabu. Umeona kwamba neno la Mungu lilomjia nabii Yeremia akisema kwamba baada ya miaka 70 Mungu angetimiza ukiwa wa Yerusalemu. Nikupe historia kidogo. Hawa watu wa Israeli ama wa Yerusalemu walipelekwa utumwani Babeli.